neno ufufuo iliwatinga sana Wayahudi, ndio lililosababisha pia wanafunzi wa Yesu wapate kashikashi za upinzani mkubwa baina ya wao na Wayahudi. Wote ni Wayahudi, lakini ni watu ambao wana dini tofauti. Kwa wale ambao walikuwepo tulivyokuwa tunajifunza kwamba mpaka leo baadhi ya Wayahudi wanajua bado Kristo hajafika. Wanaweza pesi mpaka leo kuna Wayahudi ambao ndio maana hii Pasaka imegawanyika katika makundi haya mawili na wanaiadhimisha kwa utofauti wake. Maana tukijua kabisa kwamba tunapoongelea Wayahudi ndio wenye dini ya kwanza ambayo walianza nayo ni dini inaitwa dini ya Musa. Ndio hii ambayo toka kipindi cha kwanza wanajua aliyepewa agano na kuwakomboa wana wa Israeli katika nchi ya utumwa pale Egypt au Misri ni Musa. Kwa hiyo hawa mpaka leo hawaamini kama Kristo alishakuja. Nini namna gani hawaamini? Kwa sababu wanajua kabisa, wanafahamu Yesu alipozaliwa, wanafahamu hata Yesu mahali wazazi wake, kwa mfano upande wa mama wanafahamu alipo, lakini wanafahamu hata kabila la Daudi lilipo. Unajua wanadamu wakisha kufahamu kuna dharau fulani wanaweza pesi, yani mwana wa fulani, mtoto wa fulani, ndio leo mtoto wa fulani, yani wako namna hiyo. Wakishaona basi wana namna ya kurash, tayari wanaona wewe haufai na wewe siye, ila kuna mtu mwingine. Wanaweza pesi muunganiko wa mwanadamu kati ya Mungu na mwanadamu. Kinachoonekana hapa ni agano. Nilikufundisha hiyo vitu kwamba Mungu anapofanya agano na mtu anafanya agano, lakini lazima kuna damu imwagike ili agano litokee. Tumejifunza pale kuhusu habari ya Ibrahimu, ili Mungu aweke agano kati ya yeye, basi alimwambia mtoe mtoto wako. Lakini badala ya kumtoa mtoto, kufika pale Mungu alimshushia kondoo. Kondoo alichinjwa, damu ilimwagika pale. Alafu Mungu akafanya agano na Ibrahimu. Kwa tunaposema kwamba tunaishi chini ya maagano mawili, ina maana kule Uyahudi au Israeli kuna kanisa la Wakristo linalomkiri Yesu kwa Bwana Mwokozi wa maisha yao. Alafu kuna kanisa la Wayahudi ambalo hili linahusu habari ya sheria za Musa. Lakini Pasaka ile ambayo mwanzilishi ni Ibrahimu, ndo Pasaka hii ambayo Yesu alikuwa anasherehekea, ndo alikamatwa Yesu kwenye Pasaka hii, akateswa na akafa na akafufuka. Kwa yani utofauti wake imani, wanamwamini nani? Wale wa kwanza wanamwamini Musa na hawa wa pili wanamwamini nani? Yesu. Na kuhusu habari ya siku na nyakati ambazo huyu Yesu na hii Pasaka ilikuwa imewekwa ni siku zile zile. Tumejifunza kwenye vitabu, tumejifunza tangu tumeanza kwamba walianza tarehe 10 na ngapi jamani? Wale Wayahudi wa kwanza 15 mpaka wakamaliza tarehe 22. Hayo tulikuwa tunasoma maandiko. Lakini matayarisho walioanza nayo yalianza tarehe 10 mwezi huo wa Nisani au mwezi wa Abibu ambao ni mwezi wa 4. Sasa angalia pia mgawanyiko wa Pasaka hii, pamoja na kwamba hawa watu wana itikadi za dini yao, lakini bado kuna mgawanyiko wa imani. Kwa mfano, kuna wengine wanafuata kalenda. Wanaweza pesifu. Wanafuata ni kalenda. Kalenda ina kawaida moja kwamba kama Yesu alikufa tarehe 14 mfano, wanaweza pesifu, kama alikufa tarehe 14 mwaka huu, mwezi huu, alafu labda Ijumaa ukija mwaka kesho mnataka murudi kwenye kalenda ile, tarehe itabaki pale pale, lakini siku itakuwa tofauti na tarehe. Wanaweza pesifu. Sasa basi, ninaposema kuna utofauti, wale wanaofanya, ina maana tunapofanya kwenye hii kalenda, maana yake tunachotafuta ni nini? Tunatafuta sisi Ijumaa Kuu inatakiwa iwe wapi, hata kama sio tarehe hiyo, lakini Ijumaa Kuu iwe wanaweza basi iwe Ijumaa, alafu Yesu aje afufuke siku ya Jumapili. Kama siku ile
Sasa tuwafuate wale ambao wao wanafuata tarehe. Tarehe 14 ikianza siku ya Jumatatu watafanya Pasaka. Hata kama Ijumaa kuna siku ya ufufuko, itakuwa ni siku ya Jumamosi au Jumaa ngapi, siku yoyote pale wao wanafanya nini? Pasaka. Wale wako sawa na hawa wako sawa, kwa sababu tarehe haiabudiwi wala siku haiabudiwi. Anayetafutwa hapo ni Mungu. Amen. Kwa sababu Paulo anasema mtu asikushutumu kwa ajili ya mwanadamu. Ufufuo ni nguvu ya urejesho. Amen. Kwa vitu vilivyokuwa vimepotea, kwa vitu ambavyo wanadamu walivikatia tamaa. Na ndio maana tunapokuwa ndani ya Kristo, siku zozote kama umeokoka, usiwe ni mtu wa kukata ni tamaa. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Watu walishakukatia tamaa, lakini Yesu atakufufua. Yeah. Watu walisema hufai, lakini Yesu atakuosha utafaa. Amen. Watu watasema huyu mtu sio mtu mzuri, lakini Yesu anakuona wewe ni mzuri. Mpige Yesu makofi. Tuna nguvu ya Mungu inakufuatilia mipango yako. Na ni kweli watu wanaweza wakasira maisha yako. Na kweli watu wanaweza wakasema haufai. Lakini aliyekuumba ndio maana anakuacha. Kama usingefaa, ina maana leo usingeinuka. Pige Yesu makofi. Haleluya. Moyoni nena neno, mwambie Yesu, usinipite katika hiki nilichopitia. Katika hiki nilichopitia, Bwana usinipite. Mwambie Bwana. Mwambie Jehova, katika hiki ninachokitafuta usinipite. Katika maisha yangu, katika familia yangu, katika huduma yangu, katika kazi yangu, katika nyumba yangu, usinipite Jehova. Usinipite Jehova. Mwambie, katika kazi yangu, katika utafutaji wangu usinipite. Katika kizazi changu usinipite. Horabasika nasaka. Horabasika. Mwambie asikupite. Mwambie asikupite. Mwambie yeye aweza kurejesha. Biblia inasema vitu vyote vilivyoliwa na nzige Bwana atavirejesha.